Zaburi ya 89 mstari wa kwanza. Fadhili za Bwana nitaziimba milele kwa kinywa changu, nitavijulisha vizazi vyote uaminifu wako. Maana nimesema fadhili zitajengwa milele, katika mbingu utathibitisha uaminifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi hii imeandikwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Ethani Mweslai. Wale wasomi wa Biblia wanajua kitabu cha Zaburi akijaandikwa na Daudi peke yake. Kimeandikwa na wana wa Kola, kimeandikwa na watu tofauti tofauti. Sulemani naye ameandika, lakini hawa pia kina Ethani wengi wameandika. Sasa huyu Ethani Mweslai mpaka anafikia stage ya kusema ameziona fadhili za Bwana. Kuna kiwango ambacho Mungu alimsaidia, na usije ukasahau ya kwamba alikuwa ni mtu mwenye hekima sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia huyu Ethani ni mwana wa Zela, na Zela, nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Mpaka mtu anapokuwa amesema ameziona fadhili za Bwana, huwa anamaanisha nini ama ina maana gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu Zela walizaliwa mapacha. Tunajua kabisa Yuda alivyozaa na Tamari walitoka watoto mapacha, ambapo hao watoto mapacha kulikuwepo kuna Pelesi na Zela. Kwa hiyo huyu Ethani, tunapomwangalia Ethani Mweslai, tunakuja kugundua ya kwamba ni mjukuu kutoka mbali sana kwenye ukoo wa Yuda. Sasa mpaka anakuja kusema habari ya fadhili za Bwana, kuna kiwango ambacho Mungu alimsaidia, ama kuna kiwango ambacho Mungu aliwasaidia kwenye familia yao. Mpaka anakuja kusema ameziona fadhili za Bwana na ameona uthibitisho na uaminifu. Nataka nikuonyeshe kidogo ambako mpaka Ethani anatokea na mpaka anasema ameziona fadhili za Bwana. Je, kuna kiwango gani ambacho Mungu alimsaidia mpaka akaziona hizo fadhili? Kwa sababu kwenye maisha tunaweza tukasema nimeziona fadhili za Bwana ama nimeona rehema za Mungu, mtu akashukuru na mwingine asielewe. Sasa kuna kiwango ambacho watu huwa wanapitia kwenye maisha na kwenye familia mpaka anasema hakika hizi ni fadhili za Bwana. Angalia kitabu cha Mwanzo sura 38 mstari wa 27. Nikuonyeshe mahali ambako Ethani Mweslai amezaliwa. Mwanzo 38 mstari wa 27. Biblia inasema hivi: ikawa wakati wake wa kuzaa, walikuwepo mapacha tumboni mwake. Au mapacha ndio alikotoka baba yake Ethani ambaye ni Zela. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoka ndugu yake baadaye ana uzi mwekundu mkononi mwake, naye akaitwa jina lake Zela. Nataka nikupitisha kidogo mpaka huyu Ethani anaandika Zaburi ya 89, anasema ameziona fadhili za Bwana na uaminifu wake. Upi huo uaminifu? Kwa sababu tukasema endelea kumwamini Mungu na usielewe maana yake umwamini kwa kiwango kipi. Na tukikwambia kwamba tumeuona uaminifu wa Mungu kwenye maisha yetu na kwenye familia, lazima tukupitishe, tukuoneshe upi. Ndio maana kichwa cha somo kinasema leo fadhili za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa huyu Zela alibahatika kuwa na watoto 5. Nataka nikuonyeshe familia ya kina Ethani Mweslai. Uone kwenye familia yao mpaka anakuja anasema ameziona fadhili za Bwana. Nataka nikuonyeshe kwenye familia yao ilitokeaga nini walipitia kwenye maisha, alafu uangalie na wewe kwenye familia yako na mimi niangalie kwenye familia yangu. Anaposema ameuona uaminifu wa Bwana, kwa sababu kuna saa unaweza ukasema nimemwomba sana Mungu, ama nimeangalia vitu fulani, ama nimepitia sehemu nyingi, lakini naona mbona kama sioni kitu. Tukiangalia historia ya Ethani Mweslai mpaka anakuja anaandika hii Zaburi ya 89, ndio unakuja kugundua kwenye maisha yao litokea nini. Angalia kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6. Biblia inasema hivi: na wana wa Zela, Zabdi
na Ethani na Hemani na Kalkoli na Darda. Hawa ndio wana wa Zera. Katikati ya wana wa Zera tunamuona yuko huyu Ethani Mwisraeli ambaye aliandika hii Zaburi. Asa hii ilikuwa ni familia yao. Yaani natamani upate picha, hata kama tukisema tunatamani Mungu na wewe useme labda nimeziona fadhili za Bwana. Kuna kiwango ambacho takiwa ufike, uangalie kwanza hii familia, uangalie na maisha yako na maisha yangu, ili tukisema ya kwamba kuna uthibitisho wa Mungu unaonekana katikati yangu ama katikati yako, ujue kabisa kuna mahali kweli tuliziona fadhili za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu Zera alipata watoto 5. Nimesema kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 2 mstari wa 6 inaelezea familia ya kina Ethani. Sasa Ethani mpaka anasema ameziona fadhili za Bwana kwenye familia yao. Kaka yao alishawahi kupigwa mpaka akafa. Kaka yao alishawahi kupigwa mpaka akafa. Biblia inamsoma kama kaka yao wa kwanza alikuwa anaitwa Zabdi. Huyu Zabdi aliungana na watu fulani wanaitwa wakina Akani. Hawa wakina Akani, Biblia inawaonyesha kwamba hawa walikuwa ni wakosaji mbele za Mungu. Kwa hiyo siku moja wakati kina Yoshua wanaenda kupambana vita, Mungu aliwapa kazi wana wa Israeli, aliwaambia hivi, msiguse kitu kilichowekwa wakfu. Lakini kaka yake na Ethani na kina Akani hawakusikia, wakaenda wakashika vile vitu vilivyowekwa wakfu. Biblia inasema, angalia kitabu kile cha Yoshua. Biblia inasema hivi, lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu, maana Akani mwana wa Kalmi mwana wa Zabdi mwana wa Zera na kabila la Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Walikuwa wanaenda kupambana kwenye vita kwenye kinchi kidogo sana kinaitwa Ai. Wana wa Israeli walipigwa. Walipopigwa, Yoshua anarudi analia. Mungu anamwambia hapana, msilie. Wana wa Israeli kuna wengine wamekosea miongoni mwenu, wameshika vitu ambavyo viliwekwa wakfu. Sasa nenda, inuka, pita katika kila jamaa. Nimekwambia kwamba huyu Ethani ametoka katika kabila la Yuda. Kwa hiyo Yoshua alikuwa na kazi asubuhi ya kupita kwa kila kabila, aangalie ni kina nani waliochukua vitu vilivyowekwa wakfu, na walikuwa wakipatikana wanapigwa na mawe mpaka wanakufa. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda kitabu kile cha hicho cha Yoshua sura ya 7 mstari wa 10. Biblia inasema hivi, Bwana akamwambia Yoshua, haya inuka, mbona umeanguka kifudifudi? Mstari wa 11, Israeli wamefanya dhambi, maana wamelivunja agano langu nililowaagiza, naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Mstari wa 12, ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. 15, tena itakuwa ya kwamba yeye atakayetwaliwa naye anacho kitu kilichowekwa wakfu atateketezwa kwa moto, yeye na vitu vyote alivyo navyo, kwa sababu amelivunja agano la Bwana, kwa sababu ametenda upumbavu katika Israeli. 24, hitimisho. Kisha Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakamtoa Akani mwana wa Zera na ile fedha na lile joo na ile habari ya dhahabu na wanawe na binti zake na ng'ombe zake na punda zake na kondoo zake na hema yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, wakavileta juu hata bonde la Alkori. 25, Yoshua akasema, mbona umetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha wewe leo. Ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe, kisha
wakawateketeza. Sasa Ethani anapokuwa anasema ameziona fadhili za Bwana na uaminifu wake, Ethani kaka yake wa kwanza Zabdi alipigwa na mawe mpaka akafa. Alileta shida kwenye familia. Kwa licha ya kuleta shida kwenye familia, lakini Ethani na familia yao hawakuendelea kumwacha Mungu hata siku moja. Yaani hawakuendelea kumwacha Mungu. Na muda tu hautoshi ningekuonyesha Ethani mpaka anakuja anakutana na Daudi, anaingia hemani mwa Bwana, anampa kazi ya kufanya kuwa kama mwimbaji katikati ya nyumba ya ibada, mpaka baadaye jina la Ethani linakuja linaandikwa kwenye kitabu kitakatifu na anatunga mpaka Zaburi. Kwa hiyo unaposema ameziona fadhili za Bwana, ni kwamba kwenye familia yao yako mambo ambayo waliyapitia, yalikuwa ni mambo ya aibu, yalikuwa ni mambo ambayo yanaumiza sana. Wewe fikiria familia nzima wameitwa na ukoo wa Yuda wote, wanasema kwenu kuna mtu mwizi amekamatwa, amepigwa na mawe mpaka amefariki. Yaani natamani upate picha, si kama kuna mtu ananielewa. Mpaka Ethani anaposema ameziona fadhili za Bwana na uaminifu wake, yaani Mungu ameuthibitisha kwa jina lake. Uaminifu upi? Ni ule uaminifu ambao Ethani hakuendelea kumwacha Mungu katikati ya mazingira yoyote yale magumu, katikati ya msiba, yaani ya kumwacha Mungu, aliendelea kumshukuru Mungu. Leo anatufundisha asubuhi, anasema ameziona fadhili za Bwana. Nami natamani asubuhi ya leo, katikati ya namna ambavyo unapitia kwenye maisha, kwenye familia, chochote kile ambacho umekipitia, natamani sana upate picha ya familia ambayo aliyotoka Ethani Mwezlai, mpaka anakuja anasema ameziona fadhili za Bwana. Vipi wewe kwenye familia yako? Ni nini ambacho unakipitia? Na usije ukamwacha Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Luka, natamani nisome nikuonyeshe kitu kimoja. Kitabu kile cha Luka sura ile ya 9 kuanzia mstari ule wa 10. Kwa kuwa wanaume walikuwako walipata kama 5,000, akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwa safu, kila safu watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Natamani uone somo moja zuri sana. Yesu ili aje kufanya kitu kwenye familia, ama ili aje kufanya muujiza kwa mtu, lazima kwanza aweke hali ya utulivu. Mitume wamefika katikati ya mazingira. Natamani ili unaposema umeziona fadhili za Bwana, lazima kwanza uzingatie kama hawa mitume alichokifanya. Yesu alichowafundisha, aliwafundisha nini kwenye somo hili? Wamefika mahali fulani, mazingira ni magumu, hayaeleweki, watu wako wengi na wamechoka. Sasa wale mitume wakiwaangalia makutano wanaona changamoto, lakini Yesu naye anaendelea kuwapa changamoto. Anawaambia wapeni nini chakula? Wanasema sisi hatuna kitu. Yesu anaongea point moja ya muhimu sana, natamani hata na wewe leo uondoke nayo hiyo point. Yesu anawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwanza chini. Kuna mambo kwenye maisha na kwenye familia hayawezi kutokea mpaka kwanza uwe una hali ya utulivu, hali kwanza ya kukaa chini. Yesu anawaambia wanafunzi wake, waketisheni kwanza watu chini, ili watu waweze kuziona fadhili, waweze kuona mkono wa Mungu. Nataka kwanza watu kwanza wakae chini. Kuna mtu akipatwa shida kidogo tu, akipata changamoto kidogo tu, hawezi kwanza kukaa chini. Unamtegemea shangazi, unamtegemea mjomba, unamtegemea mtoto, unamtegemea nani? Ni sawa, liwe jibu la pili kwanza. Ukipatwa na shida, usiinue simu kwanza, mtafute kwanza Mungu. Yesu anawafundisha wanafunzi, kabla ya chochote kile, lazima kwanza hawa watu wakae chini. Wanafunzi wanakaa pembeni, wanasema na usifikiri kwamba walikuwa hawana hela. Biblia inasema walikuwa wanazo hela, lakini katika kile kijiji kulikuwa hakuna hivyo vitu wanavyovihitaji. Yesu anawaambia ili muone muujiza kwenye familia yenu na kwenye maisha,
jifunzeni kwanza kukaa chini ili uweze kuona matokeo makubwa sana kwa Mungu. Jifunze kwanza kuwa na roho ya uvumilivu, kwanza kukaa chini. Yesu anawaambia mitume, waketisheni watu chini. Wale mitume wanaona matatizo, baadaye wanapokea mikate. Wale mitume wakiangalia mikate wanaona hili ni jambo dogo, lakini Yesu anaona ni kama masemi ambayo yanaweza yakatosha kwa watu 5,000 na zaidi, lakini mitume wanaona ni kitu kidogo. Yuko mtu kuna kitu anakifanya, anaona kwake ni kidogo. Hicho kidogo Yesu hadi ukikubali kukaa chini, ana uwezo wa kukiinua na kikawa kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mitume wanaona ni kitu kidogo, hatuwezi kuona mkono wa Mungu, lakini Yesu anasema hapana, hichi ni kikubwa. Yesu akikuangalia kile unachokifanya, anaona ni kikubwa, usikiache. Hata kama unafanya biashara, unauza biashara ya shilingi 100, unauza biashara wengine wamekata na tamaa, wameacha na biashara. Bado hujafika kwenye kiwango kwanza cha kukaa chini. Wengine wameacha na imani kwa sababu ya mambo madogo madogo. Jifunze kwanza kukaa chini. Yesu anatupa somo ili tuweze kuziona hata fadhili za Bwana kwenye familia. Lazima kwanza kuna mambo tujifunze kwanza kukaa chini. Hili ni somo kubwa sana. Yesu asingefanya muujiza kipindi watu bado wanaendelea kuzunguka, wanaenda huku na kule. Yako mambo kwenye familia unatamani uyaone. Yako mambo kwenye biashara yako unatamani uyaone. Kwenye imani yako unatamani uyaone. Jifunze kwanza kukaa chini. Bwana Yesu asifiwe.